Kaunti ya Kwale iliyomo pwani ya Kenya ni yenye kuvutia mno. Ni eneo lenye urithi wa kitamaduni na uwezo mkubwa wa kimaendeleo. Hata hivyo, chini ya uzuri wote huo, tishio la utulivu linapinga amani ya jumuiya zake. Amani na usalama wa Kwale kimsingi unahusishwa na changamoto zake za kijamii na kiuchumi. Muhimu kati ya yote hayo ni changamoto zinazowakumba vijana wake. Ukosefu wa fursa za kiuchumi ni kichocheo kikubwa cha ukosefu wa usalama. Athari hii inatumiwa vibaya ikichochea maovu ya kijamii kama vile unyanyasaji wa magenge, matumizi mabaya ya dawa ya kulevya na chanzo cha msingi wa itikadi kali. Lakini hapa kuna kitendawili kikuu. Licha ya ardhi yake yenye rutuba, masoko ya Kwale yanatoshelezwa na mikoa mingine. Kaunti hiyo inaagiza bidhaa muhimu za shambani hasa mboga kutoka kaunti za jirani. Matumizi ambayo yanagharimu uchumi wa ndani mamilioni ya pesa kwa kila siku. Utoaji huu mkubwa wa kifedha unawakilisha fursa kubwa isiyoweza kutumiwa na wajasiriamali wa ndani. Kwale ina uwezo wa kupigana si kwa silaha angamizi, bali kwa zana za mabadiliko. Kilimo biashara. Kwa usaidizi ufaao, wenyeji wa Kwale wanaweza kuhama kutoka kuwa watumizi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje hadi kuwa wazalishaji wenye uwezo. My name is Joseph Maloba na mimi ni project officer under the Shared Futures project. Nikifanya kazi na Jamii Action Center hapa Kwale. Through the Shared Futures project is a project that has a main goal for peaceful interfaith coexistence. Under this project, we do have different interventions, and under this episode, I will speak about the intervention to do with economic empowerment. And under JAC, we are doing agribusiness training and support for the youths within Matuga, Msambweni, and Likoni sub-counties. Vijana tumewaunganisha na mambo ya kilimo, biashara. Hivi tunavyoongea, tuko na vijana ambao wanafanya horticulture. Tuko na vijana wako pale Mazumalume, vijana 6 ambao pia hali zao zilikuwa usiku wanashinda wakizunguka. Wakitoka disco hii next weekend ndio hao Majimboni wameenda kwa disco, ndio hao Diani wameenda kwa disco usiku kuzunguka. Na huko ndio kuna vitu hatari. So tumewaengage kwa kuwawezesha kama wajasiriamali wa kilimo, basi tutapata suluhu la kichochezi kikuu cha migogoro, ukosefu wa ajira, na huku tukihifadhi mamilioni ya shilingi ili kuzunguka na kutumika mashinani. Hivi ndivyo tunavyopata amani na ustawi. Majina ni Manuel Malumbo. Mimi ni mmoja wanachama wa Amani Club Farmers. Sisi ndio wenye tuliweza kuanzisha hichi chama cha ukulima kwa sababu sisi kama vijana tumeweza kuketi bila makazi, na mtu anapoketi bila kazi yoyote huwa anapatwa na matatizo fulani, kama anaweza ingia katika mambo na ukora ama uwizi. Lakini sasa kwa vile hatukuwa na makazi, tukaamua tuingililie ukulima ndio ili tuweze kujisaidia kimaisha na fedha pia. Mipango mwafaka inayoangazia kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi, uboreshaji wa mnyororo wa thamani
na miunganisho ya soko ina uwezo wa kugeuza vijana kutoka kuwa vitishio vya usalama hadi kuwa mabingwa wa amani na utulivu wa kiuchumi. And it's also an opportunity for youth to grow too, because ukiwapatia shughuli ya kufanya, itakuwa si rahisi hawa vijana kujiingiza katika makundi haramu, or it will be also difficult for them to be radicalized into violence extremism. Kwa kujifunza kusimamia mchakato mzima, kuanzia kupanda mazao ya thamani ya juu hadi kuongeza thamani ya mauzo ili kukidhi mahitaji ya soko hapa Kwale, ni suluhisho tosha la kudumu. Kupitia huu mradi and also through the office of the area chief in the locations that we've been working in, we were able to be linked with the youths and the youth groups that walikuwa na hamu sana ya kujiendeleza katika hali hii ya kilimo, na walionyesha kweli wako tayari kufanya hii kilimo biashara. Na baina ya zile vikundi ambavyo tumeweza kuvisupport, tumewasupport na mizinga ya nyuki. Other groups we've supported with vifaranga pamoja na vyakula na vaccines, mada yale ya kuwasaidia ili wale kuku waweze kuwa vaccinated wasije wakangamia. There's also an opportunity whereby we also have a market. Na pia area kubwa sana tumeventure into ni area ya vegetable farming. Kufikia sasa tumelima tumelima mboga nusu ekari, na hiyo nusu ekari inatupatia kila wiki inatupatia kilo 200, ambapo kilo 200 ukiuza kilo kwa shilingi 50, hiyo ni shilingi 10,000. Ukifanya hiyo kimwezi, ambapo ni times 4 weeks, inakupatia shilingi 40,000. Na kusema kweli, hii pesa ingekuwa tumeketi kule mtaani vibandani huko, hii pesa hatungeitengeneza. Na hata saizi juzi wamepeleka mboga Naivas, wamepeleka mboga zao Base Titanium, na tunataka watoe mboga nyingi sana hapa Kwale. Tuna uwezo mkubwa wa kuharvest mboga. Ukweli ni kwamba kuwekeza katika biashara ya kilimo inayoongozwa na vijana ni zaidi ya mkakati wa kiuchumi tu, bali pia ni wa amani. Peace and economic empowerment are closely linked. Providing young people with economic alternatives reduces their vulnerability to violence and extremism. And given these opportunities that we have and all the resources, maybe my challenge will go to other stakeholders, the government at large, communities, CSOs and other NGOs, or even the banking sector. Or what is it that you can do maybe so that we can all come together so that these youths can benefit and reach even a wider audience of the youths, so that we together can tackle the issue of violent extremism in our communities, and also the emergency of gangs, because youths are there idling, but we have the opportunity to counter this. Vijana wanapopata mapato ya kutegemea kwa kulisha kaunti yao wenyewe, basi wanatoka katika hatari ya unyanyasaji na wanapata hadhi kubwa katika jumuiya iliyothabiti. Wasia kwa vijana wenzangu ni kuwa magenge tunaojiunga nayo ya kuleta hasama, vita, mitaani, mizozo, kuibia jamii hayana faida. Maana sisi hapa duniani kilichotuleta hapa kikubwa ni kuifanya ibada kwa amri ya Mungu na kupambana katika njia zilizo za sawa. Ningependa kwa advise wale wana youth wenzangu ya kwamba badala ya kuketi kule mitaani na kujihusisha na mambo ya uhalifu, ukora, uwizi, wangekuja pia huko shambani nako waweze kuona nini kiko huko shambani. Kuna waje waone, wanaweza jitengezea fedha na wajikimu katika maisha, wajiendeleze pia. As Jamii Action Center, I would love to give gratitude to the people who've been working together to realize this dream. The government, because it is through the office of the chief that we are realizing this, the county commissioner's office, all the stakeholders that have been coming on board to support in terms of monitoring, training, and other support that we've received from different offices. The CSO family at large, and also the consortium, the Shared Futures Consortium,
those that are working closely, the implementing partners of the Shared Futures project. Gratitudes to our partners, Samba Sports Youth Agenda, Ama Youth Trust. We have the Africa Youth Trust, the Anglican Development Pwani, Services Pwani, that is ADSP, and our main supervisor, CODAID. Not forgetting the donors of the project, that is Kakinakti. Mfano huu wa Kwale County unatuonyesha kwamba ili kupanda mbegu za amani ya kudumu, basi ni lazima kwanza tuwezeshe vijana wetu kukuza maisha bora ya baadaye kwa kulisha kaunti yao na kupata amani na ustawi wake.